Inaonekana hatima ya naibu wa rais Rigathi Gachagua tayari imetiwa muhuri kutokana na hoja ya kutimuliwa kwake ambayo iliandaliwa na wabunge wanaompinga ambao inatarajiwa kuwasilishwa hapo kesho alasiri. Kulingana na hoja ambayo KTN imeweza kuitizama ni kwamba Gachagua anakabiliwa na mashtaka mbalimbali yakiwemo ukiukaji wa katiba, ukaidi, ufisadi na kujipatia kwa njia isiyo ya halali mali ya thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 5.7. Anavyoripoti masuala ya siasa Chris Thairu, zaidi ya wabunge 240 tayari wametia saini zao kuunga mkono hoja ya kumng'atua Gachagua mamlakani, idadi ambayo ni ya juu zaidi ya thuluthi mbili ya wabunge wanaohitajika ili kuidhinisha hoja hiyo. Naibu Rais Rigathi Gachagua anatazamiwa kuandikisha historia ya kuwa naibu wa rais wa kwanza nchini kung'olewa madarakani baada ya kuhudumu kwa muda wa miaka 2 pekee. Chini ya saa 24 zijazo, Gachagua atawekwa kwenye kikaangio, mtu aliyepanda ngazi kutoka mbunge wa muhula moja hadi naibu wa rais. Kuna watu ambaye hawapendi mimi kwa sababu ya kuongea ukweli. Unajua mimi ni mtu ya kuongea ukweli. Kulingana na hoja ya kumuondoa madarakani iliyopangwa kuwasilishwa Jumanne alasiri katika bunge la kitaifa, imeeleza kwa kina jinsi naibu rais amejipatia utajiri katika kipindi cha miaka 2 ambayo amekuwa madarakani. Hoja hiyo inahusisha jumla ya kampuni 22 zinazohusishwa na naibu rais, huku wakurugenzi wakiwa ni mkewe Dorcas Gachagua na wanawe wawili Kevin Rigathi na Keith Ikinu Gachagua. Hoja hiyo inadai mwaka huu naibu rais alinunua hoteli ya Outspan katika kaunti ya Nyeri kwa jumla ya shilingi milioni 535, kununua hoteli ya Treetops katika kaunti ya Nyeri. Kisha inadai kuwa alinunua nyumba za Riara kaunti ya Nairobi. Vilevile akanunua hoteli ya Olive Gardens ambayo imo Nairobi. Vilevile inadai kuwa alinunua Queen's Apartments jijini Nairobi na vilevile hoteli ya Vipingo katika kaunti ya Kilifi na kununua ekari 40 za ardhi Runguru kaunti ya Nyeri. Vilevile hoja hiyo inadai alinunua ekari nyingine 80 katika kaunti ya Meru. Vilevile alinunua shamba la maziwa huko Nyandarua na sehemu ya ardhi yenye utata Embakasi kaunti ya Nairobi kwa shilingi bilioni 1.2. Hoja hiyo inaeleza zaidi kuwa kampuni yake ilihusika katika zabuni ya ununuzi wa Nyandarua kwa kutofuata utaratibu kwa shilingi bilioni 3.7. Mkewe Gachagua anatuhumiwa kupokea kima cha shilingi milioni 30 moja kwa moja kutoka ofisi ya Gachagua kufadhili mpango wake wa kurekebishaji tabia kwa waraibu wa dawa za kulevya. Aidha, hoja hiyo inamhutumu kwa ukiukaji mkubwa wa kikatiba, rushwa, uasi na kutoheshimu rais na mawaziri kwenye baraza la mawaziri na kwenda kinyume na sera ya rais. Ati wabunge wananiuzia uoga, ati watanifukuza kwa kazi. Matamshi yake ameendelea kutishia umoja wa taifa, kuchochea ubaguzi wa kikabila na kushambulia hadharani jaji wa mahakama kuu. Ikiwa hoja hiyo itatimia, basi itahamishwa hadi seneti kwa mjadala. Gachagua anategemea seneti ili kumwokoa, ikizingatiwa kuwa idadi kubwa ya maseneta wanaamini kuwa hoja hiyo ni mbinu ya mgawanyiko kuficha makosa yanayofanywa na serikali hii ya Kenya Kwanza. Chris Thairu, KTN News, Nairobi.